Karibu tena wewe ambaye unanisikiliza saa hii. Jana tulikuwa tunazungumzia mambo yanayomfanya mtu awe anaweza kugeuza maisha, ila tu tumekomea kwenye afya bora. Sasa ni vitu gani vinavyokufanya uwe na afya bora? Acha nikuonyeshe mambo muhimu ambayo yanaweza kukufanya uwe na afya bora. Kitu cha kwanza, uwe na lishe bora. Kusema lishe, hapa tunazungumzia chakula. Hata chakula ambacho kinajaa mboga za majani na matunda. Ukule chakula ambacho kinajaa, sasa nikisema matunda au majani, wewe nadhani ya kwamba unapata kitu. Mboga za majani hapo nazungumza kama kabichi, nazungumzia mchicha, nazungumzia kisamvu na kadhalika. Katika matunda, najua kwamba matunda yako katika aina nyingi. Kuna machenza, kuna ndizi mbivu na mengineyo. Kula chakula ambacho kinajaa protini ikiwemo maharage, samaki, mayai na kadhalika. Sasa hapa katika lishe, epukana na mafuta mengi. Vitu ambavyo vinajaa mafuta mengi, vitu ambavyo vinajaa sukari nyingi, na vyakula ambavyo ni vya kukaanga sana. Hapa nikisema vitu vya kukaanga sana, naona mambo ya vitumbua, mambo ya vile viazi ambavyo vimekalangiwa, viazi mviringo vilivyokalangiwa na vinginevyo. Hapa sikuambia uviache, ila tu upunguze kwa kiasi kidogo, vichukue kwa kiasi kidogo. Kitu cha pili, kunywa maji ya kutosha. Maji sasa dawa ya kwanza katika maisha ya binadamu. Sasa hapa unapoamka, kuwa na tabia ya kunywa kama glasi 2 za maji unapoamka, bila hata hujaosha meno. Kunywa glasi 2 za maji, na kwa kuwa hujazoea, unaweza kuchukua glasi 1, alafu kadri utakavyozoea utaanza kunywa yanayozidi hapo. Alafu sasa uepukane na kunywa maji unapokula. Inabidi sasa chukue maji kabla au baada ya 30. Kunywe maji masafi. Usiende pale katika shimo na uchote maji na ukunywe. Kunywa maji yaliyotengenezwa na viwanda fulani, au uchote maji, yachemshe kidogo, alafu yaache yapoe, alafu sasa ulemushe katika lako. Kitu cha tatu, fanya mazoezi ya mwili. Mazoezi ya mwili hapo nakwambia, hata iwe dakika 30 kwa siku zinatosha tu. Sikwambii ufanye mazoezi haya kwa kuwa mazoezi ni mengi. Kuna mazoezi ya kutembea kwa wale watu ambao wamekuwa sana, wale ambao hawawezi kukimbia hasa. Kuna kuruka kamba, kuna kufanya mazoezi ya mikono, ile kunyanyua vyuma, kuna kucheza mpira, ikiwa mpira wa vikapu, ikiwa mpira wa wavu, ikiwa mpira wa soka na kadhalika. Ila tu kisha kwamba kufanya mazoezi. Kuna mazoezi najua kwamba yanafusha maisha ya mtu na kufanya usizeeke mapema. Unajua.
Kitu cha nne ni kupumzika na kulala vya kutosha. Sasa wataalamu wa afya wanakwambia kwamba mtu mzima inabidi alale kati ya saa 8 saa 6 katika siku, na inawezekana usiwe unazieneza, ili mradi ulale na usikia kwamba hapa nimepumzika. Kama unalala saa 4 kama unalala saa 5, ila tu uwe na saa ya kulalia. Usiwe unageuza geuza, unakuta mtu hivi ameenda kilabuni, anaenda nyumbani saa 7, saa 8, saa 9. Hapo utakuta afya yako unaiharibu. Inabidi sasa uwe na muda wa kulala. Kama unasema mimi nitakuwa nalala saa 6, iwe hiyo saa. Kama utasema nitalala saa 5, iwe hiyo saa, na kadhalika. Kitu cha 5, epukana na matumizi mabaya ya pombe na sigara. Sasa kuhusu pombe, sikwambii uache kunywa pombe, hapana, ila uwe na kiasi cha pombe, usizidishe. Vitu hivyo huharibu mapafu, maini na moyo. Sasa sigara inaua sana viungo hivyo, kama nilivyokuambia. Inabidi sasa unakunywa pombe ndogo na usimamishe sigara. Kisha 6, uwe na usafi wa mwili. Ndiyo, uwe unaoga, unawa mikono na kuweka mazingira safi unapoishi. Hayo yote huzuia magonjwa mengi. Unajua, nakuta sasa yale magonjwa yanayotokana na uchafu, ikiwemo kuhara, ikiwemo kuna hata na malaria inayotokana na ile inaitwa typhoid, inatokana na uchafu. Inabidi sasa uwe unafua nguo zako, unanawa mwili wako na kadhalika. Kuna watu ambao huwa wananawa na wanafua nguo zake ili watu waone ni wasafi, na wakati nyumbani kwao ni uchafu tu. Simamisha hilo. Cha 7, kuwa na afya ya akili. Epukana na mawazo mengi. Sasa usiende na ufadhaike, hata kama matatizo ni mengi hapa duniani. Unakuta vinavyofanya mtu akasirike ni vingi, ila tu usiende na kuwaza sana. Inabidi sasa uwe na muda wa kuzungumza na watu, wa kupiga soga na watu. Uwe na muda wa kufikiri kile ambacho kinaitwa meditation au uombe, na ufanye vitu unavyovipenda. Kama we unapenda muziki, kama unapenda mpira, kupiga gita, uwe na kitu ambacho unapenda na ukifanye, badala ya kwenda na kuhangaika. Haya, nadhani ya kwamba haya yote yatakusaidia utakapoyazingatia. Baraka na amani iwe juu yako. Haya, na usisite kufanya subscribe, like, share na comment. Hayo yatasaidia sana.